Nimekuwa nikiona mambo ya ajabu mno kwenye maono yangu. Tuko kwenye majira ambayo ufalme wa shetani umeanza na utaendelea. Kuna muhula tunapitia sasa hivi ambapo watu wanaomwamini Mungu watapitia magumu mno. Na hii sio ishu ya dhehebu, hii ni ishu ya watu wanaomwamini Mungu. Yoyote ambaye atakuwa amejiweka vizuri na Mungu na kusimama, itamsaidia yeye tu kusimama, ila sio kuzuia hali. Kwa tofauti pale ambapo Mungu anasema simamisha hali na Mungu kukupa nguvu ya kustahimili hali. Majira haya niliyotaja ambayo 2020 ilikuwa ni mtangulizi tu, ila kuna 21, 22, 23, 24 na hasa 25. Majira haya hakuna kuzuia majira. Kuna nyakati kwenye Biblia hazizuiliwi. Kuna nyakati ambazo hazizuiliwi, ila unatakiwa kupata nguvu ya kusimama. Yesu akawaambia wanafunzi, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Ombeni kwamba muokolewe na yule mwovu. Na let me tell you, sio kwamba ninadhihaki watu. Watakaosimama, narudia, watakaosimama ni wachache mno. Na mkakati ni rahisi uliopo. Kila mtumishi wa Mungu ambaye watu wanamwamini Mungu kwa sababu yake, watu wengi wanamkimbilia Mungu kwa sababu yake, hao ndio target ya kwanza. Na hasa wale ambao wanawafanya wengi kukimbilia kwa Mungu, hao ni target ya kwanza wamalize, ili sauti zao zikiwa zisikiki tena, tumewapata hao followers. Na mnisikilize hata watumishi wengine, hii sio ishu ya kidhehebu kwamba fulani ni wadhehebu fulani. Ishu wataanza na watu ambao ni kama wanajulikana zaidi, watawapiga kwa namna yote ile, watawanyamazisha kwa nguvu zozote zile, alafu wanafuata viwango vinaendana hivi bila kubagua dhehebu. Hii sio ishu ya dhehebu. Kwa mkakati wa kwanza, malizeni hawa, kwa sababu hakuna mtu ambaye anamwamini Mungu ambaye amemwona sebleni. Hakuna mtu anamwamini Mungu alikutana naye shuleni. Watu wote wanamwamini Mungu aliyemsikia kwa mhubiri. Kwa hiyo lazima upambane na yule aliyekufanya umwamini wa Kristo, yule aliyekuombea ukapona ukaamini, yule aliyekutabiria ukaamini, yule anayefunga na kukuombea na kuencourage ukaamini. Wanaanza na huyo. Sasa problem ndio inaona duniani sasa hivi ni kitu ambacho shetani amefanikiwa kuwaambia watu kwamba hiyo issue ni fulani, hiyo issue ni ya mchungaji B, hiyo issue ni ya mchungaji A. Kanisa linajua kushtuka kwamba sio issue ya mchungaji A, ni issue ya kikanisa, ni issue ya mwili wa Kristo. Sasa mkakati nimewaambia kwanza ni kuhakikisha hawa watumishi hasa ambao ni maarufu, hasa ambao wanajulikana sana, lakini zaidi hata kama wajulikani, lakini wamewavuta wengi kumwamini Kristo, wamewavuta wengi kuwa na imani na Mungu na kuwa na furaha na Mungu. Huyu anayefanya watu wakaenjoy fellowship na Mungu, anza naye. Hapa ndo mtaona kila namna ya vitu mambo yatakayotokea. Kuna watumishi wengi watauawa na risasi. Kuna watumishi wengi watauawa magerezani. Kuna watumishi wengi watakuta wanakufa na hakuna chanzo kinajulikana amekufaje. You see what I'm saying? Mtumishi wa Mungu, unachojaribu kusema ni kwamba mtu atakufa kwa makosa yake. Listen, hii sio issue ya makosa, ni issue ya nyakati iliyopo. Watatumia makosa ulionayo. Wakikosa wanatunga, haukwepi. So issue ya fulani amefanywa hivi kwa sababu amefanya hivi. Fulani amepigwa kwa sababu aliiba hela. Fulani amefanywa hivi kwa sababu alifanya lile. Fulani hivi aliiba hela haumini. Fulani aligombana. Fulani alifumaniwa. That will be not issue. Kwa sababu wakikukamata na la ukweli ndio wanaanzisha pale. Lakini wakikosa wanafanya Daniel sura ya 6. Now let us go. I understand watumishi wengi wanapingaga mambo. Lakini huwezi kupinga kitu kitakacho kukuta. Ningekuwa wewe ningeanza kuomba siri nisimamishe. Wapenzi, hii haisimamishwi. Hii uisimamishi. Hii ni kuomba ili usimame. Ni kuomba ili mbele ya simba fungwe makana, lakini huwezi kukwepa tundo la simba. Unaweza kukwepa simba sikulaliwe, lakini kwenye tundu utaingia. Unaweza kukwepa usifie jela, lakini jela unaingia. Daniel 6. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme. Je, hukuitia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba? Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi isiyoweza kubadilika. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe, mfalme, wala ile marufuku ulioitia sahihi, bali aomba dua mara 3 kila siku. Basi mfalme aliposikia maneno haya
alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Danieli, akajitabisha kumwokoa hata jua likachwa. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, mfalme, ujue ya kuwa ni sheria ya Wamedi na Wajemi lisibadilike neno lolote lililo marufuku, wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli, wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unemtumikia daima, yeye atakuponya. Na angalia, Danieli alikuwa na kosa gani? Kwenye tundu la simba alienda kwenda